Yes, kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, chairman wa New Gamer Young Leaders Movement. Na nimekuja leo kujibu huyu jamaa anajiita Mwangi wa Iria. Ingawaje Mwangi wa Iria ni mwenda wazimu, ni vizuri tu tumjibu kidogo. Lakini hatutamchapa sana kwa sababu inaonekana ya kwamba kutoka washikane na William Ruto ni kama amedungwa ile chanjo ya ng'ombe. Vile ambavyo tuisikia akiwika kule Murang'a, ni kama tayari amedungwa chanjo ya ng'ombe. Nisikia akisema ya kwamba Rigathi Gachagua anajitayarisha kutengeneza kikundi, kikundi ambayo itakuwa kikundi haramu, kikundi ambayo kazi yake itakuwa kukashifu wale ambao wamechaguliwa wako mrengo wa Bwana William Ruto hapa Mlima Kenya. Na mimi nataka niambie Mwangi wa Iria kwa sababu pengine hajui, kwa sababu amekuwa msituni kwa muda mrefu, pengine hajui. Na sasa mahali imefika Mlima Kenya tuko na vikundi mbili. Kikundi ya kwanza ndio hiyo inaitwa ya Itugati ambayo inaongozwa na Rigathi Gachagua. Kikundi ya pili ni ya watu ambao tunaita Tokonia kana dhata cia bũrũri, wale ambao ni vibaraka za William Ruto, wale ambao walichaguliwa na wananchi kutoka hapa, lakini walipofika bunge wakanunuliwa na William Ruto. Kazi yao inakuanga kupigia William Ruto makofi, kazi yao inakuanga chai na mandazi State House, kazi yao inakuanga kufanya vile ambavyo William Ruto anawaambia. Na sisi kama jamii ya Mlima Kenya tukaamua na tukasikizana kwa kauli moja, tukasema ya kwamba wale wote ambao walichaguliwa hapa wakafika kule Nairobi wakanunuliwa na William Ruto, 2027 kura zao watapatiwa na William Ruto. Kwa sababu walipofika kule walisahau ile kazi ambao walitumwa na wananchi wa hapa, wakaenda kuwakilisha William Ruto bungeni kuliko wakilisha wananchi wa hapa wale ambao waliwachagua. Na nataka niambie Mwangi wa Iria, nimesikia uko na vitisho kidogo, nasema ya kwamba hautaki kusikia Murang'a watu ambao wanafuata Rigathi Gachagua. Mimi nataka nikuambie for information, hata umechelewa. Kwa sababu tayari Murang'a County mpaka bibi yako na watoto wako na ndugu zako, watu wote Murang'a County 100% watu wanafuata Rigathi Gachagua. Wote tumekubaliana kwa kauli moja, hatutafuata wale wezi ambao walienda kutuuza kule Nairobi. Kwa hivyo umechelewa tayari. Hata ukichunguza kwa boma yako, bibi yako, watoto wako, wao wanafuata Rigathi Gachagua. Umechelewa tayari. Hizo vitisho unakuja kuleta hapa, sijui utaleta William Ruto wapi, sijui utamfanyia nini. Sasa Mwangi wa Iria, hiyo kakitu umepatiwa juzi inakuweka joto, hata unasema utaleta William Ruto Murang'a. Kwani William Ruto hajui Murang'a? Ni wapi unaweza onyesha William Ruto Murang'a? Kama wale ambao walipatia kazi mbele yako watu wameshindwa kumleta hapa, watu wameshindwa kumtetea hapa, sasa wewe utamtetea saa ngapi? Utamtetea wapi? Utamsaidia na nini? Ya? So, Mwangi wa Iria, mimi nikikupima naona kama uko na wazimu. Hauko vile tulikuwa tunakujua wakati tulikuwa gavana. Lazima kuna kitu ambayo imeendelea. Na tukikuchunguza vizuri tunaona ni kama laana ya zile pesa ulikuwa unakula za wananchi wa Murang'a zimekufuata. Tukichunguza vizuri hiyo kichwa yako iko na wazimu, na sana sana tukifuatilia tunaona ni kama zile pesa ulikuwa unakula wakati ulikuwa unapeleka money case huko Murang'a. Sababu ile biashara kubwa ulikuwa unafanya ukiwa gavana, ulikuwa unaenda huko kwa msitu, huko Nairobi, unachota money case, unakuja unamwaga hapa Murang'a usiku, asubuhi unaamuka unakimbia Murang'a County, unaita ma MCA, unasema mtengeneze budget, muweke pesa ya kufukuza hizi nugu, hizi money case ambazo zinatatiza watu. Na wewe ndio ulikuwa unazileta usiku na marori huko. Lakini ilikuwa tu mbinu ya kutafuta vile unaweza kula pesa. Na ulikula pesa mingi sana ukitumia ati ni money case unapigana nazo zenye mwenyewe ulikuwa unaleta. Na mimi nikichunguza kwa maoni yangu naona ni kama hiyo laana, hiyo pesa ulikuwa unakula za watu wa Murang'a ndio inakuandama mpaka saa hii kichwa yako inakaa kama umekuwa mwenda wazimu. Kichwa yako inakaa ni kama umekuwa mwenda wazimu, sababu wewe sio yule mtu ambaye tulikuwa tunajua. So nikwambie mtu anaitwa Mwangi wa Iria, Rigathi Gachagua si mtu ya ligi yako, si mtu ya rika yako, muondoe kwa mdomo yako, huyo hawezi mtisha. Inene case ale miria mema idhoto itumu mutawe, hakuna mahali unaweza mpeleka. Mtu mwingine niliona jana akiongea kule
Bungoma, ni mtu anaitwa Kimani Ichung'wah. Na mimi nataka niambie jamii ya Murembe poleni sana. Na nataka niwaombe pole kwa niaba ya jamii ya Mlima Kenya, niwaambie yale ambayo yalifanyika pale. Tafadhali mtuwie radhi. Sisi watu wa Mlima Kenya hatukuangi namna hiyo. Kimani Ichung'wah huyo si wa jamii yetu, huyo ni Mkalenjin. Huyo si wa jamii yetu. Tukichunguza Kimani Ichung'wah hana damu ya Wakikuyu. Huyo si wetu. Damu ya huyo mtu ni ya Wakalenjin. Sababu kawaida sisi jamii ya Wagema ni watu tuko na heshima. Ni watu tunatambua hii ni matanga. Hatuwezi enda kurukaruka karibu tutoe nguo tukojolea watu kwa matanga. Hiyo tabia sisi hatuwezi fanya. Kwa hivyo Kimani Ichung'wah hiyo tabia yako naye ametoa kule Rift Valley. Kwa hivyo jamii ya Murembe mtusamehe, mtusibebe vibaya, sisi hatukuangi namna hiyo. Na hiyo matamshi aliongea pale, hiyo ni yake binafsi. Hakuna mtu alikuwa anawakilisha hapa jamii ya Mlima Kenya. Hakuna mtu alikuwa anawakilisha kutoka hata hapa Kikuyu. Hiyo ni mambo alikuwa anaongea yake akiwakilisha jamii ya kule Rift Valley, wale ambao wanamtuma, wale ambao ndio wadamu yao. Na mimi nataka niambie Kimani Ichung'wah. Nilisikia ukisema ya kwamba eti yule alikuwa anaua watu serikali ya Uhuru Kenyatta akiwatupa Rivayala di Bwana George Natembeya. Na ulikuwa unaongea hivyo ukijaribu kuonyeshana ya kwamba hafai kuongea maneno ya wale ambao mumefanya abduction saa hii, hafai kuongea yale mambo ya wale watoto mumeua saa hii, kwa sababu hata yeye serikali ya Uhuru Kenyatta akiwa regional commissioner aliua watu. That is, hiyo ndio ile narrative ulikuwa unajaribu kudrive kwa hiyo mazishi. Na mimi kuna kitu moja ulisahau Kimani Ichung'wah. Kama Bwana Natembeya kwa mfano ndiye alikuwa anaua watu na watupa Rivayala vile ambavyo ulikuwa unasema, ni vizuri ukumbuke ya kwamba boss wake wakati huo alikuwa William Ruto. Because William Ruto alikuwa vice chair na alikuwa anakaa kwa kamati ya national security. Kwa hivyo kama Natembeya alikuwa anaua watu, anawatupa Rivayala vile ambavyo ulisema, alikuwa anafanya kazi chini ya uongozi ya William Ruto in the National Security Committee. Kwa hivyo vile unasema Natembeya alifanya, hata mwenye ulikuwa unafaa kuelekeza hiyo maneno ni huyo kiongozi wako William Ruto, kwa sababu ndiye alikuwa kiongozi Natembeya hizo siku. Na mimi nataka nikwambie kitu kingine Kimani Ichung'wah ulisahau kusema. Ulisahau kusema ya kwamba William Ruto akiwa naibu rais ndivyo watoto walikuwa wanauliwa wanatupwa Rivayala vile ambavyo ulisema. William Ruto akiwa vice chair wa National Security Committee ndivyo watoto walikuwa wanauliwa wanatupwa Rivayala vile ulikuwa unasema. Ukasahau kusema ya kwamba hata saa hii William Ruto sasa ndiye mkubwa, ndiye chairman wa National Security Committee, na chini ya uongozi wake watoto wanashikwa, wanatekwa nyara. Chini ya uongozi wake saa hii wamama wanashikwa, wanakatakatwa, wanatupwa kwa Kwale. Hiyo ndio ile kitu ulisahau kuambia watu wa kule Bungoma. Ungewaambia the only common denominator kwa hivi tuko yote na sarakasi ya kuua watu na kuwatupa kwa mito, it is William Ruto. Why? Alikuwa kwa hiyo serikali akiwa naibu rais yenye ilikuwa inatupa watoto Rivayala, na saa hii ndiye kiongozi pia wa ile serikali ambayo chini ya uongozi yake watoto wanatekwa nyara, wanatupwa msituni. So Kimani Ichung'wah, come out, uache upuzi na uache ujinga, uambie watu ukweli kile ambacho kinaendelea. Na nikakusikia ukisema ya kwamba Rigathi Gachagua ndiye yule mtu ambaye anashika watoto na wateka nyara. Na mimi ningekuambia Kimani Ichung'wah, kama wewe ni mwanaume, kuja usemee hapa Mlima Kenya ati Rigathi Gachagua ndiye anateka watu nyara. Vile ulikuwa unaenda kurukaruka huko, ukipayuka ukitapikia watu kule Bungoma kwa mazishi, hata una adabu. Hiyo matamshi kuja uongee hapa Githurai, kuja usemee hapa Kiambu. Kama wewe ni mwanaume Kimani Ichung'wah, kuja usemee hapa Murang'a, kuja usemee hapa Nyeri ama hapa Embu ati Rigathi Gachagua ndiye anateka watu nyara. Wacha kurukaruka huko Bungoma. Wacha kuenda kupayukia mbali, kuja usemee hapa kama wewe ni mwanaume. Na niambie jamii ya Murembe bana, watu wengine hata hamfai kuwapatia nafasi ya kuongea mbele yenu. Kwa sababu kama haezi kuja kusemea hapa, mbona anakuja kutapikia nyinyi? Kama haezi kuja kuongea wakia hapa, mbona anakuja kukojolea nyinyi kwa mazishi na maneno ambayo hata haina msingi? Kitu kingine ni kuambia Kimani Ichung'wah, ile siku nyinyi mnafukuza Rigathi Gachagua hapa bunge, mlisema ya kwamba alifanya makosa kubwa kukuja kwa television na akasema ya kwamba NIS imekuwa dysfunctional. Na kwa sababu ya hiyo mkatusi yeye, mkasurubisha yeye mpaka mkamfukuza kwa serikali. Na vile alisema
akasema ya kwamba NIS imelala haifanyi kazi. Jana uliweka wazi ya kwamba in fact you confirmed what he said. Kwa sababu kama yeye mwenyewe ndiye anataka watu nyara na NIS haijui, then it means vile ambavyo alituambia kwamba NIS imelala ya Kenya haisaidii, wewe mwenyewe uliconfirm jana ni kweli hatuna NIS. Hatuna NIS sababu ingekuweko kabla uende kusemea kwa matanga Rigathi anashika watoto nyara, anataka watoto nyara, NIS wangekuwa tayari washatuambia, wangekuwa tayari washachukulia Rigathi Gachagua hatua, tayari angekuwa ashashikwa na akapelekwa kotini kama ni ukweli yale ulikuwa unasema. Lakini mbona NIS haimshiki, haichukui hatua yoyote? Mbona haituambii? Mbona haitoi taarifa? Ya? Mbona IG mwenyewe haendi kuchunguza Rigathi Gachagua? So kwa hivyo Kimani Ichung'wah, ile matamshi uliongea jana ni aibu hata kwa serikali ya William Ruto. Na mimi nataka niambie William Ruto, ulianza kuwa mtu wa maana, lakini hao vijana wachache watukutu umeshikana na wao, hao watakuharibia hii serikali yako na mahali imefika. Ndio maana unaona taarifa ikitolewa ya kwamba 99% of Kenyans does not trust you anymore. Si kwa sababu yako peke yako, lakini kwa sababu ya hao wakora wakiongozwa na Kimani Ichung'wah, kina Didmus Barasa, kina Oscar Sudi, kina Kamket ambao wamekuzingira kila siku wakiamuka wakisimama mbele ya Wakenya wanaongea upuzi. Na mimi nikwambie William Ruto, ongelesha hao vijana wako bana. Waambie hii Kenya sio ile Kenya ya Moi. Wakati tulikuwa tunasikia taarifa kwa radio na televisheni. Hapana, sasa hii tuko Kenya ingine bana. Kenyans have informations. Hata mkipanga kitu Wakenya wanajua hata kabla muitekeleze. So Kimani Ichung'wah kusimama ati adanganya ati Rigathi Gachagua ndiye anataka watu nyara, ndio divert attention. Hiyo ukora sahi haiwezi kura. Wakenya wanajua ukweli. Wakenya wanajua ukweli. Kitu ingine inatatiza sisi. Na ni vizuri Wakenya tujiulize hii maswali. Wale ambao wanafuata William Ruto, wabunge kutoka kona zote za nchi, hapa Mlima Kenya, kule Western, kule Coast, kule Nyanza, kule Rift Valley, kule Northeastern, wale wote wabunge wanafuata William Ruto, hakuna hata moja anatokelezea wazi kukashifu kitendo ya utekaji nyara ya watoto wetu. Kama kweli sio serikali inatekeleza haya, kama kweli hawajui nani anafanya haya, mbona hawakuji kuongea kama viongozi? Kwa sababu walichaguliwa kuwakilisha Wakenya, walichaguliwa kutetea Wakenya. Kwa nini hawaongei? Kwa nini hawaongei kama kweli wanajua ya kwamba sio serikali ama sio William Ruto anatekeleza haya? So Wakenya wako na maswali, na Wakenya sio wajinga. Wakipima hivi vile ambavyo mnawapeleka, ile ngoma mnakuja kuwachejesha, Wakenya wanaonea mbali. Wakenya wanaonea 18. Na mimi niambie Kimani Ichung'wah, hata kama hauheshimu Rigathi Gachagua, hata kama hauheshimu sisi kama jamii ya Mlima Kenya, heshimu wale wazazi wako na kilio sababu watoto hawapatikani. Sababu yale maneno ulikuwa unaongea jana inaoneshana ya kwamba hata hauna uchungu kama mzazi, hauna uchungu kama kiongozi, hata hausikii ile uchungu wale wazazi wamekosa watoto wao, ile uchungu wanapitia. Kwa hivyo hata kama huna heshima na mtu yote, kwa sababu kutoka ufanyiwe majority leader, kila saa unakuanga kifua mbele, unaonanga kama watu wote ni watoto. And that is why unasomea natembea kama mtu ya rika yako. Natembea ni kiongozi, natembea ni mtu ambaye alikuwa regional commissioner, ni mtu amefanyia nchi hii kazi mingi ya usalama. Hakuna kazi umefanya hata inaweza fika quota ya ile natembea amefanya. Na hata tukiweka mambo ya ukabila kando, tukiweka mambo ya siasa kando, tukiweka mambo ya vyama kando, niliona viongozi wa kule Rift Valley, kule Bungoma, kule Western, watu walishikana kwa kauli moja wakaambia Kimani Ichung'wah, hiyo mdomo usirudishe hapa, hiyo mdomo peleka kwenu. Sisi watu wa Western hauwezi kuja kutupanga sisi na huwezi kuja kurekebisha viongozi wetu. Na ni aibu sana by the way. Niliona Kimani Ichung'wah vile ambavyo alitusiwa jana usiku na hao viongozi. Ni aibu kubwa zaidi. Kwa hivyo Kimani Ichung'wah, mimi nakuacha na kitu moja peke yake. Kama unajua yale ulikuwa unaongea Rigathi Gachagua ni ukweli, na kama unajua wewe ni mwanaume kamili, kuja hapa Mlima Kenya, sema vile ulisema ukiwa Bungoma kama wewe ni mwanaume. Na nitamalizia hapo kama hakuna maswali.